Nani we anani text? We? Aya. Haya, wacha ndakujibu baadaye kwanza. Halo. Uko sawa? Pia mimi niko sawa. Jina yangu ni Collins. Collins, sign name yangu ni hivi. Mimi niko na furaha leo sana kuwaona. Pole. Nyinyi ndio mnaniona of course. So but anyway, mimi nimefurahia sana leo kuongea na nyinyi. Haya, sign language ni cool. Sign language ni poa, si ndio? Okay. So if una enjoy tafadhali please share kabisa. Share na wasee wengi. Unaona? Pia at least hao pia wakamna wacheki. Sawa. Haya, asanteni sana. So leo topic ni inahusu nini? Tunaongelea nini leo? Tunaongelea Mungu, venye Mungu ni mfaithful. Mungu ni mfaithful sana. Ama namna gani? Yeah. So Mungu ni mfaithful. Habadiliki kiata, habadiliki hadanganyi. So mimi niko na instances mbili nataka kushare na nyinyi. Haya, okay, ni simple lakini nitashare tu na nyinyi, hizo tu ni mbili hivyo. Sawa? Okay. So kuna masaa ingine yenye huwa tunaomba, alafu tunangoja tunangoja Mungu ajibu. So saa zingine Mungu anajibu, tunafeel ni kama anajibu haraka, saa ingine tunafeel ni kama amedelay sana. Lakini so tunafaa tukumbuke, let us remember that Mungu time yake ni best. Sawa? Because saa zingine huwa tunafeel ni kama Mungu ametuchelewesha, lakini Mungu hachelewangi. Masaa yenye Mungu anafanya kitu ndio masaa best kabisa. Kila kitu inakujanga tu ina fit in vizuri kabisa. Haya, so nakumbuka kitambo 2019. So mimi sikuwa na do walai, sikuwa na do more, but nilikuwa na mashida, nilikuwa na changamoto za maisha. So nilikuwa bado student. Na nyote mnajua mwanafunzi venye akiwa shule bado, unajua venye wewe ni mwanafunzi na hauna pesa ama pesa yako ni kidogo, venye shida zinaweza kuwa mingi, si ndio? Haya, so maisha hiyo place nilikuwa nakaa, kulikuwa na jirani hapo, jirani tu mzuri. So siku moja mimi niko njaa, njaa ni kibao. So time niko njaa hivyo, malaya hata kuna kitu naelewa class, kuna kitu na understand. Mwalimu tu hapo anafunza, lakini wewe hata akili tu ni kama una dream tu. Unaona, unaangalia tu hapo tu hivyo nde juu uko njaa. Au kuna kitu unaelewa. So after class mimi nikaenda nikarudi nikatoka nikarudi kwa nyumba. So nataka kulala. Lakini usingizi huwezi lala bwana, njaa ni mingi. So ugali, unga. Sasa unga, hii ndio saini unga kweli? Okay, siko sure, but ndio hiyo channel spell ni unga. So ugali nilikuwa niko nayo, lakini mboga ndio vegetable. Okay, acha tu spell ndio vegetable, wasiseme sikuwa na mboga. So nikaambia Mungu, Mungu bwana, mimi niko njaa, niko na ugali, lakini sasa wewe fanya aje tafadhali Mungu, wewe nipatie, wewe tu nisaidie. Nikaomba tu wewe nisaidie. So nikaamua hii ugali mimi nitapika tu. Nitapika alafu ningoje Mungu anipatie, si nimeshaomba. Maybe anipatie mboga. Tena acha tu spell vegetable, walai mbona nasahau vegetable. Okay. So nikaanza kupika, mimi huyo napika hapo. Napika tu hapo ugali, nikamaliza kupika, nikaifunika tu vizuri kwa meza. Alafu nikangoja, nikakaa. Haya. So nimekaa tu, mimi nangoja. So nangoja Mungu anipatie. Nangoja we. Haya, nikatoka, nikasonga nje ya nyumba, nikakaa hapo nje.
kakaa tu hapo naangalia. So ilikuwa jioni, masaa ilikuwa ni majioni hivi. So time around kitu 8 hapo, 8 pm hapo usiku ish. So mi nimekaa tu hapo nje. Nakaa naangalia. So nangoja tu. Naangalia simu nione at least kama nitaona M-Pesa. Hakuna bana M-Pesa, hakuna hata mtu anatuma kitu. Niko tu hapo nimekaa. Hii mambo gani haya? Masaibu haya. Haya. So kulikuwa na jirani ya mine. Akakam. Yeye ametembea tu. Akaniuliza, we Kolo, mbona umekaa hapa nje? Nikamjibu nikamwambia, so mi nimerelax tu. Lakini sasa unajua pia si poa kushare shida zako. Hii shida zangu tu nimejiekea tu shida zangu. So nikamwambia mimi nimerelax tu hapa nje. Akaniambia sawa. So sisi akaingia kwa nyumba yake. Mimi nikaendelea tu kurelax. Hapo nje. So akakuja tena akaniuliza, we Kolo, leo hii unapika nini? Nikamwambia nikafikiria mbona ananiuliza. Kamjibu nikamwambia so leo maybe naweza pika ugali. Akaangalia akaniambia hiyo ni poa sana juu mimi niko na nyama. Nikamwambia la. Nikaanza kusikia fiti. Jirani ako na nyama, okay. Akasema acha nisikize zaidi. Jirani akaniambia kuna nyama ni nyama mingi sana. Lakini mi siwezi kula yote nimalize. So nilikuwa nataka at least nikugaie kidogo. Mi nakwambia roho hapo nilisikia fiti sana. Nikamwambia Mungu amejibu maombi. So nikamwambia haya unaweza nipatia. So jirani akasema haya sawa, ni poa, mi acha nitakupea nyama. So jirani akaniletea sahani, plate. Hii plate sana, sasa hivi vitu gani hizi? Akanipatia sahani ya nyama. Si nikasikia fiti. Nikaenjoy fiti kabisa. Nikaingia ndani ya nyumba. Kachukua ugali yangu hapo. Kafunua. Kanawa mikono vizuri. Kakaa chini. Kakaa tu vizuri. Comfortably kwanza. Kakaa. Kaanza kukula. Kakula ugali yangu na nyama. Mungu amejibu maombi bana. So hii story inadai inakaa ni kama ni funny, lakini Mungu huwa anajibu. Nakumbuka mimi mazee sikuwa na kitu. Nilikuwa tuna unga peke yake, unga ugali. Na singekula ugali peke yake, si ndio? But sasa mimi nikaomba nikamwambia Mungu, Mungu nipatie vegetables. At least nikule na hii ugali. Mungu si ndio akanipatia nyama. Kanipatia nyama, si ndio? So Mungu huwa anajibu maombi. Na haya, hiyo kando kidogo. Twende kesi ingine sasa, hiyo instance ingine ya pili. So mi siku moja kulikuwa na exam. Exam ilikuwa ngumu. Mi nakwambia hakuna kitu nilikuwa naelewa, hakuna kitu nilikuwa najua. Niliangalia hivi pepa. Naangalia hivi. Question 1 ngumu. Question 2 ngumu. Haki hakuna kitu ningeweza kujibu. So nikakaa hivi, nikasikia tu vibaya. Najua hapa mimi nitaanguka. Na ilikuwa ukianguka unalipa tena ndio ufanye exam ingine tena. Lakini watu yangu mi niko na pesa. Sina pesa. Wacha niangalie hivi exam paper hivi. Kitu ni ngumu. So nikaomba, nikaambia Mungu, Mungu tafadhali Bwana, nisaidie tu. Nipatie tu answers. So before exam, mi nilikuwa nimeshasoma. Lakini sasa exam venye ilikuja, mi nakwambia ilikuwa tu ni ngumu. Exam ilikuwa tu vitu tofauti na vitu nilikuwa nimesoma. So nikafikiria
Nikafikiria Mungu wenyewe hapo usiponisaidia haki mimi nitaanguka tu hivi. Nikaomba. Kaambia tu Mungu bana, nionyeshe tu answers tu. Tafadhali nionyeshe answers. So nikaangalia hivi jirani yangu mwenye alikuwa amekaa hapa kando. So ni at least ni copy. Unajua tunaombaga alafu bado tunaenda tu kufanya vitu zingine different. Lakini sasa huyu jirani akaficha kazi yake. Nikaangalia pia huyu mwingine. Nataka narefusha shingo at least ni copy. Pia akafunika kazi yake, akafunika. Saa wote wawili, hao jirani zangu wote wawili. Nikijaribu kuchungulia, huyu ananiona anaficha. Huyu mwingine pia anaona kuchungulia, anajaribu anaficha. Ikakuwa ni ngumu bana, ikakuwa ni ngumu nikopi. Nikamwambia Mungu pole. Wewe tu nionyeshe haki pole. Nisaidie tu nisianguke. Mimi sina doo yenyewe, sina doo ya kulipa hii kitu tena. So nikaamua, mimi tu acha nitakutrust, sitaanza hii mambo ya kucopy sitakopi. So nikachukua pen, kaangalia hizo maswali. So nikaanza tu kuangalia, nikajaribu, nikang'ang'ana, nikaandika. So venye exam ilisha, nikapatia mwalimu. Sasa ikakuwa ni waiting process, acha tungoje. So later, nikaenda kwa mkamwambia akiwalai mimi tu nisianguke. So after 2 months nikaenda kuangalia nini, kulikuwa na list ilikuwa inatoleangwa. Nikaenda kuangalia if nimeanguka. So najiangalia hapo kwa hiyo list. Jina langu hakuna hapo bwana. Mimi nimepita. Sijaanguka. Nikasikia fiti. Kaambia Mungu amejibu maombi walai. Kaomba. So hiyo ni muujiza bwana. Sababu yenyewe kweli mimi sikuwa najua kitu ya exam. Exam ilikuwa ngumu, hakuna kitu nilikuwa najua. Lakini nikajaribu. Nikaandika answers tu. Nikaandika tu. Mungu naye akanisaidia. So same tu na maisha pia. Kuna masaa zingine, maisha pia inakuja inakuwa ngumu wewe. Unafeel uko disappointed. Una give up tu. Lakini usi give up mtu yangu. Wewe ng'ang'ana, pambana, wewe omba Mungu. Muombe tu, mwambie akusaidie. Na kweli yenyewe Mungu atakusaidia. So Mungu ni faithful. Always, kila saa Mungu ni faithful. Na ukimwomba Mungu uko mbinguni, anakuangalia tu na anakusikiza, alafu anakujibu. Sawa? Usi give up, wewe endelea. Pambana, tia bidii, omba kila siku. Maybe maombi unaona kama ina take long before ajibu. Lakini ukweli tu wewe kuwa na patience. Kuwa na patience, Mungu atakujibu. Sawa? Bye bye. Napenda.